moja, mtumishi wa Mungu, ujue ipo dhambi ambayo watu wanaipuuzia, dhambi ya kumsema mtumishi wa Mungu, dhambi ya kumsema mchungaji wako, dhambi ya kumsema mwinjilisti, dhambi ya kumsema muumini mwenzako kanisani. Hiyo ni dhambi kubwa sana. Ukifanya hivyo utahukumiwa na Mungu. Kumsema mtumishi wako, kiongozi wako wa kiroho, mchungaji, muumini yoyote yule kanisani, kumsema badala ya kumuombea. Neno la Mungu linasema muombe. Muombe ili kama unaona kuna sehemu hajakaa vizuri, muombe, kwa sababu hizo ni mission za shetani. Wewe unamsema kwa mabaya, unamtangaza, unampeleka huko na huko. Muombe. Tumekuwa tuna hizo tabia sana watumishi wa Mungu makanisani. Unakuta mtu anamsema mtumishi wa Mungu. Mtu anamsema kiongozi wa kanisa, anamsema mshirika, bila kujua hiyo ni dhambi mbele za Mungu na itakutafuna na Mungu atakuhukumu katika hilo usipoacha. Unatakiwa utubu mtumishi wa Mungu na uache. Usiseme watumishi wa Mungu. Ikishindikana kabisa ndio inaweza kawa kuna makosa fulani, lakini kila binadamu ametenda makosa. Mchungaji wako au kiongozi wako wa kanisa au mwinjilisti au mshirika mwenzako anakuombea, hata wewe pia anakuombea unapokosea. Usione unaishi umenenepa, umeishi vizuri. Kuna maombi ambayo watumishi wa Mungu wanakuombea ili wewe ufanye nini? Uishi katika kiroho. Ndio maana uko hapo. Unabarikiwa kwa sababu hao watumishi wa Mungu wanakuombea. Sasa na wewe muombe mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anaombewa na nani? Lazima na wewe muombe mtumishi wa Mungu. Yeye sio malaika. Yeye sio nanili kwamba yeye hawezi kutenda dhambi. Yeye ni mwanadamu. Kuna sehemu naye atakosea, atatenda dhambi, atafanya vyovyote vile kwa sababu naye ni binadamu, amevaa binadamu. Kuna mapungufu ya binadamu yanakuwepo. Lile gepu sasa, umuombe mtumishi wa Mungu. Usimseme. Wengine mnaanzisha makundi, mnawasema watumishi wa Mungu, mnafikiri mbinguni kuingia ni kazi rahisi. Kuingia mbinguni ni kazi, sio lele mama. Kuingia mbinguni ni kazi sana, watumishi wa Mungu, usipokuwa makini. Ukitaka kuingia mbinguni, jitenge na maisha haya. Jitenge na maisha ya magrupu makanisani, makundi. Kuishi makanisani ukiwasema watu, kuwasengenya watu. Jitenge na hayo maisha kama kweli una nia kwenda mbinguni. Lakini kama una nia kwenda mbinguni, utaona ni kawaida. Kumtumikia Mungu sio ushamba, ni ujanja, kwa sababu unaiandaa roho yako iweze kumuona Bwana. Sasa mimi nakwambia kuna somo la utakatifu nataka nikuelezee leo. Kuna vitu ambavyo vinaonekanaga sio dhambi katika maisha ya mwanadamu. Sio dhambi, lakini ni dhambi kubwa sana. Na unamhitaji Mungu kuyaacha. Ukiota ndoto, unafanya mapenzi usiku ukiwa umelala. Unaota ndoto, unawaona wafu. Mungu atakuhukumia kwa hiyo ndoto tu uliyoiota, kwa sababu cha kwanza, ukiota ndoto unafanya mapenzi usiku, unaota ndoto unafanya na majini. Yaani hao ni majini, na hao ni mapepo na ni mashetani. Unaota nayo ndoto unafanya nao mapenzi. Ile sio ndoto, ni uhalisia katika ulimwengu wa roho. Na inakujeje? Unapokuwa njiani unatembea, unawatamani wanawake au unawatamani wanaume. Wengine wale sio watu. Ule ni mtego. Ukiwatamani wale, wanakuona kwenye ulimwengu wa roho, wanakupeleka kuzimu, wanaanza kukufanyia mkakati kuhakikisha kwamba sasa wanahalalisha. Kwa hiyo unaweza kutamani mtu kajua kila mtu naye naye njiani ni mtu. Kumbe wengine ni mashetani. Umewatamani, wamevaa nguo fupi, ni mashetani wale, wanakujia tena usiku kwa njia ya ndoto. Sijui ni kwa nini naongea haya. Utaota hiyo ndoto utasema sio dhambi, ni ndoto tu. Ni dhambi kwa sababu ulianza kutamani mchana ukaota usiku. Wakaja usiku ulifungua mlango. Lakini pia kitu kingine, kuota watu huko na wafu, umemwona mfu. Ile na yenyewe ni roho. Ni roho ya za mauti zinakufuatilia. Ni kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza unakataa hiyo hali.